Sheikh Hamid akanambia, Walidi, sawa tunawakubali, sasa mbona hamna ndevu? Asante bwana, mwenyewe anasema milioni yake usimalize. Sawa, nikamwambia ninavyojua mimi ndevu ni hizi nywele zinazokaa chini ya kidevu, ndio lihya au hizi zaumu. Hata Kiarabu hizi zinaitwa lihya, hizi zinaitwa idhar, Kiswahili masharafa. Sawa, uzuri wa hizi nywele kila inapokaa ina jina lake. Muona Mungu nywele za kichwa, yani nimehesabu leo nimepata majina ya nywele za mwanadamu 13 za kwapa zinaitwaje, hizi za juu hizi zina kope, hizi zinaitwaje, hizi hapa zina zile zinakuja mpaka hapa zinaitwa ghaimu, hizi hapa hichi kina jina lake hichi. Sawa sawa, hizi za hapa kifuani, yani kila nywele mpaka za kule sehemu. Simela, wallahi shekhe, kumbe mpaka hizi za umu zina jina lake, za umu katika muundi na kwenye ugoko, Kiarabu hicho. Kwa hiyo kusema lihya ni nywele zinazokaa chini ya kidevu. Usinilazimishe niweke idhar. Mtume kasema weka ndevu, na hizi ndo ndevu zina miaka 10 na ngapi, si hazikui. Sasa ziko hapa, sasa lazima nipate zile za Kiyahudi. Na kama masharubu hakusema yanyolewe, kasema punguza. Fanyaje? Punguza. Na mimi wallahi tangu nimebaleghe nimeanza kuota hizi, ningekuwa sizipunguzi sasa hizi mdomo uonekane, ningekuwa nikitokea hivi nyani kwisha kazi, lakini napunguza. Sunna nimeipata, ndevu nimeweka, na shurubu napunguza. Tusitolewe katika lengo letu la kitasawuf, kwa sababu ndio tabia. Ibnul Qayyim, mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, tukiwataja watu hao wanajulikana ni wakina nani? Ibnul Qayyim anasema inna hadha ad-dina khuluqun man faqaka fil khuluq faqaka fi dini. Hii dini ni tabia, atakaye kushinda tabia ndio kakushinda dini. Maneno hayo kasema Sheikh Hassan al-Kattani, hayo lakini ikabadilisha, inna hadha tasawufa khuluqun faman zadaka fi tasawuf zadaka fil khuluq, hivyo. Kwa hiyo jamani, vijana wenzangu, tabia zetu ni kuheshimu wakubwa zetu, sawa, na tujifakharishie wakubwa na tuwatumikie wakubwa zetu. Leo nimewaambia wanangu kule darasani, itokee pahala siku unaona hamu mtu kwenda kumfulia kanzu shekhe, utoke nyumbani Magomeni unakwenda mpaka Sheikh Hamid, Sheikh Hamid, nipe kilemba chako leo umenifue. Ndivyo walivyokuwa watu. Nani hapa kishafua koti la shekhe? Nani? Tumeachiwa tunakwenda kama vile la. Mmoja katika watu wanasema yajibu an yakuna hunaka shakhsun wahid ala al-aqalli tadhhabu ilayhi hinama la taarifu aina tadhhabu. Lazima awe mtu mmoja mbele yako, unamwenendea, unamfuata, siku ile utakayoamka ujue unakwenda wapi. Nani mtu wako huyo? Lazima katika kichwa chako uwe unaye mtu, sio mtu wa hela. Maanake sisi sote kuna siku unaamka huna mzigo, unamjua kuna rafiki yangu fulani nikimwandikia message au nikimpigia simu atanitumia. Sio kwenye hela, katika maadili. Yajibu an yakuna hunaka shakhsun wahid ala al-aqalli tadhhabu ilayhi hinama la taarifu ila aina tadhhabu. Lazima uwe na mtu wako. Unatoka Manzese kwamba leo nimechanganyikiwa kimaadili, kiakili, kimipango, kimsimamo, na kwenda kusikiliza kwake maneno ya Mungu. Tumeondoshewa hiyo. Watu wote kajisemea Sheikh Mzuanda, tumekuwa ulimwengu wa nani? Kambale. Haiwezekani.
Mungu mwenyewe amepanga, kuna mtu mzima, yani kuna kikongwe, kuna mtu mzima, kuna mkubwa, kuna mdogo. Jitizame wewe katika hawa uko wapi? Alafu kuna hisia na maanawia. Kimaana ni kipi? Tizama siku ile Abbas bin Abdul Muttalib anaulizwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ammi yangu, hivi mimi na wewe mkubwa nani? Nakumbuka hii kisa. Ametokea mzee Abbas ambaye ni baba yake mkubwa Mtume Muhammad, ametokea kwa sababu mzee Abdallah ni wa mwisho katika uzao. Kwa hiyo Abbas alikuwa mkubwa, ni ammi yake. Ametokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abbas akasimama, akamwambia, kaa chini babangu, kaa chini, usinisimamie. Ammi anamsimamia mtoto wa ndugu yake wa mwisho.